haiwezi ikatengemaa jamii ambayo jambo lao la uongozi wa juu kabisa wamemwachia mwanamke. Katika muktadha huo, klipu hiyo nimeiona na ni kweli ni shehe alikuwa anazungumzia swala hilo. Sasa swala hilo limekwenda sana katika mitandao ya kijamii, mpaka mimi niliona linazunguka kwenye magrupu yetu na nini. Na tunapokuwa katika mwaka wa uchaguzi wa 2025 na unapoona kitu kama hicho, lazima kidogo kilete hali ya watu kusema nini tena kinatokea hapa. Napenda nieleze hivi, baada ya kusikiliza ile clip nilifuatilia kuona kama kwanza body language ya mzungumzaji ambaye ni shekhe ni body language ambayo haina tatizo. Nieleze hilo, haina ovu, haina ubaya wowote. Ni maelezo alikuwa akiyatoa, na kwa hiyo hakuna nia yoyote mbaya aliyokuwa anayo yule shekhe. Nianze na hilo la kwanza kwenye hiyo clip kwa tafsiri yangu mimi. Na kwa hiyo alikuwa akitoa maelezo yake na thinking yake kama shekhe katika hotuba yake au mahubiri yake alivyokuwa akieleza, lakini hakuna nia yoyote mbaya, narudia, aliyobeba yule shekhe. Maneno yale ya Kiarabu aliyotamka nilijaribu kufuatilia kama yako ndani ya Qur'ani tukufu, siku yapata, lakini na hisi na nafikiri ni sahihi yako labda katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni maneno hayo aliyoyasema shekhe, kwamba mwanamke anaweza kuwa na kazi fulani kazitaja, lakini mwanamke hawezi kufanya kazi fulani kazitaja pia yeye. Ingawa yale maneno aliyotafsiri hayajasema hivyo, kwa sababu nafasi alizozitaja nafahamu wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa duniani, hizo nafasi sidhani kama zilikuwepo katika maana ambayo tunazitumia leo. Sasa mimi ni Mkristo, sio Muislamu, na kwa hiyo sina haki ya kusema kwamba niende tofauti na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam au niende tofauti na Qur'ani, kwa sababu huwezi kutofautisha wakati mwingine hutakiwi kutofautisha kwa meaning hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani, kwa sababu huwezi kumtofautisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani na Uislamu kabisa. Na kwa msingi huo siwezi mimi kukaa na kupinga au kukataa alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam au ilichokisema Qur'ani tukufu. Hilo sitofanya katika umri wangu. Mimi ni Mkristo, sio Muislamu, lakini nimepata bahati ya elimu ya kupenda hivi vitabu, na katika vitabu vikubwa ninavyovipenda ni Biblia takatifu na Qur'ani tukufu, na nafuatilia sana hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu namtambua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtume wa mwisho, mtume aliyehitimisha mitume. Na kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho mimi nakipa nafasi kubwa sana, na ni muhimu tukakumbushana kwamba Qur'ani tukufu imebeba Taurati ya Musa, imebeba Zaburi ya Daud, imebeba Injili ya Isa bin Maryam na Furqan ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni muhimu tukaelewa pia Wakristo na kama walivyo Waislamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametajwa mara 25 ndani ya Qur'ani tukufu kama Isa, lakini kwa nyadhifa nyingine ametajwa zaidi ya mara 87 ndani ya Qur'ani tukufu, na kwamba mwanamke pekee aliyepata heshima ya kuwa na kitabu ndani na sura ndani ya Qur'ani tukufu ni Mariamu, mamake Yesu. Surat Maryam ndiye amepewa heshima hiyo. Kwa hiyo ni kitabu ambacho mimi nakiheshimu sana, nakipenda sana, na mara nyingi napenda kujikumbusha mengi ndani ya Qur'ani tukufu. Hainiondoi kwenye Ukristo hata siku moja, kwa sababu kama Injili ya Isa bin Maryam Bwana Yesu Kristo iko mle, kama Taurati ya Musa iko mle, Zaburi ya Daudi iko mle, na Furqani iko pale na ina mambo mazuri. Sasa iniondoeje tena? Kwa wasioelewa ndio wanakukaa wanabishana asubuhi mpaka jioni, lakini hakuna kitabu kizuri sana cha kusoma na kupenda kama Qur'ani tukufu. Imebeba mambo makubwa mazuri na ina faida kubwa sana kwetu sisi wanadamu. Na kwa hiyo siwezi kupinga Qur'ani, siwezi kupinga hata siku moja mpaka naondoka duniani, siwezi kupinga maneno
yoyote yale alotamka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa msingi huo nakuja kwenye swali lako kwamba clip imekuwa ikitambaa na ikieleza wadhifa fulani ambao kwamba mwanamke hawezi kuwa na wadhifa na nyadhifa hizo. Niseme kwamba clip hiyo iko, maneno hayo yako katika hadithi, lakini uhalisia tulokuwa nao leo ni kwamba wanawake wameshika nyadhifa kubwa sana duniani na wamefanya vizuri. Hilo nadhani ndio bottom line. Kwa hiyo wanawake wamekuwa na nyadhifa kubwa mpaka za urais. Tumeona marais wanawake Brazil, tumeona marais wanawake Argentina, tumeona nchi nyingine sasa marais anakuwa waziri mkuu, prime minister, lakini anakuwa na nafasi kama ya rais. Tumeona New Zealand, tumeona Uingereza wanawake wakifanya vizuri. Tulimuona Margaret Thatcher akiwa waziri mkuu akifanya vizuri, tumemuona Theresa May akifanya kazi nzuri sana kule, lakini tumeona pia Italia waziri mkuu akifanya kazi vizuri. Tunamuona rais wa Jumuiya ya Ulaya wa sasa Ursula anafanya kazi moja kubwa sana na nzuri. Lakini yuko mama ambaye aliitwa Maathai Wangari wa Kenya, alifariki, Mungu amlaze mahali pema peponi. Alikuwa rais wa taasisi ya Green Belt Movement na alipata tuzo ya Nobel, tunasema Nobel Prize. Ni mwanamke huyu Mkenya marehemu, Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini tumemwona Angela Merkel aliyekuwa chancellor wa Ujerumani. Pamoja kama kuna rais pale Ujerumani, lakini chancellor ndio kila kitu. Na alifanya vizuri sana. Tulimwona Ellen Johnson akifanya kazi vizuri sana. Na juzi aliondoka hapa rais mpya wa Namibia, akawa Tanzania na akawa amemtembelea rais wetu ambaye Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu na anafanya kazi nzuri sana. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 5 ambaye amefanya sasa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Na uraisi hauwi tu wa nchi, unaweza kuwa uraisi wa taasisi. Kwa hiyo spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson ni rais wa mabunge duniani, ni rais pia wa mabunge duniani na anafanya exemplary work, anafanya kazi nzuri ya kujivunia. Na tumekuwa na wanawake hata wa Tanzania katika nyadhifa nyingi. Mama Gertrude Mongella alikuwa rais wa mkutano wa Beijing wa wanawake mwaka 1995 na aliacha rekodi ambayo haijavunjwa na mtu katika kusimamia masuala ya mikutano ya namna ile. Tumekuwa naye, lakini tumekuwa na Anna Makinda, mama yule alikuwa spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alifanya kazi very exemplary. Lakini tuna Dr. Asha Rose Migiro alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na alifanya kazi moja exemplary. Lakini tumekuwa na wengine wengi sana wanawake. Tulikuwa na mama Zuma Dlamini alikuwa kwenye kamisheni ya Afrika AU, ni South Africa huyu mama, na alifanya kazi moja exemplary. Na kwa mfano michache, lakini wameshika nafasi za ubalozi, wanawake wameshika nafasi za urais, za uwaziri, za uwakilishi na wanafanya vizuri. Na mfano narudia ni wa rais wetu Dr. Samia Suluhu. Na kwa msingi huo sasa utaniuliza sasa inakuwaje labda maneno aliyokuwa akitamka shehe yakiwa katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa wanawake sasa wanafanya vizuri huku inakuwaje? Nataka tukwambie ni kitu kimoja. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Mungu ndiye mwenye maneno yale. Hekima ile aliyokuwa nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile hekima amempa Mungu. Alipotamka maneno hayo mtume, kama aliyatamka mtume nafahamu sallallahu alaihi wasallam, Mungu ndiye alimpa hekima ile. Mungu ndiye mwenye Biblia, Mungu ndiye mwenye Biblia. Mungu ndiye mwenye Qur'ani tukufu, si ndio? Mungu ndiye mwenye Taurati, ndiye mwenye Zaburi, ndiye mwenye Injili, ndiye Furqani. Na Mungu ndiye anawaweka hawa niliowataja. Huyu rais bila Mungu kukuweka. Kwa hiyo Mungu yule ndiye amemweka Samia. Bila Mungu hakuna Samia kuwa rais, hapana. Ni Mungu. Sisi tunapiga kura, tunachagua, lakini Mungu ndiye anayesema kaa na ukae kwa muda fulani. Bila Mungu hakuna rais wa Namibia mama aliyetoka. Bila Mungu Angela Merkel asingekaa Ujerumani akaendesha kwa miaka iliyokwenda. Bila Mungu Ursula kule hawi rais wa Umoja wa Ulaya. Bila Mungu hupati Kwa hiyo mtu yeyote, ni mwanamke, ni mwanaume, ni kijana, nafasi unayokuwa nayo unapewa na Mwenyezi Mungu kwa wakati huo na kwa kipindi anachopanga. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu ndiye mwenye yale maneno aliyotamka shehe, na Mungu ndiye amewapa mamlaka na amewapa baraka marais wanawake ambao tunao, na katika taasisi akina Tulia Ackson kwenye mabunge duniani, akina mheshimiwa amiri jeshi mkuu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tunasema yale yote ni ya Mungu.
Na kwa msingi huo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, wala hakuna haja ya kumhukumu yule shehe. Hana kosa lolote, yale yalikuwa ni maoni yake, hana ovu lolote, hana kosa lolote alilolitenda. Nimeona klipu inazunguka sasa, itakuwaje? Na watu waelewe kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa 10 na candidate wa Chama cha Mapinduzi ni Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye atachaguliwa miaka 5 na atafanya vizuri. Sasa mimi sipigi campaign kabla na watu waanze kusema tume ya uchaguzi Dr. Mchunguzi amepiga campaign kabla. Kutamka hatuzuii. Tunachozuia ni kwenda kupiga campaign. Mimi sijapiga campaign. Kila ukiniuliza hata kabla Simba na Yanga sijacheza mchezo wote, daima mimi kama mwana Yanga African Sports nakwambia Yanga tutafungwa. Lakini kuna wakati tunakwenda tunafungwa. Na kabisa. Na sasa hivi sijui, mimi ninachojua hatuchezi. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba wanawake wanaweza, wanawake wanafaa, wamefanya kazi hizo, na anayewapa uwezo na nguvu na hekima ya kufanya kazi wanazozifanya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa msingi huo basi, kama nilivyosema awali, hatuna sababu yoyote ya kusema kwamba labda shekhe alikosea. Hapana, shekhe hajakosea, katamka maneno ambayo yako katika hadithi, na kama nilivyosema huwezi kumtofautisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani tukufu. Na mimi hapa narudia, ni Mkristo, lakini kama nilivyosema Qur'ani tukufu nafanya nini? Naisoma na naipenda. Ina mambo makubwa mazuri. Tutakupa mfano kwa kumalizia. Iko aya ndani ya Qur'ani, aya ya 11 ya surati Yasin ndani ya Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupasa akisema hivi: hakika wewe kuonya kwako kutamfaa anofuata ukumbusho, na akamcha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa hai, basi mbashirie mtu huyo msamaha wa dhambi na makosa yake aliyofanya hapa duniani na ujira mwema. Ni maneno yako ndani ya Qur'ani tukufu, aya 11 ya surati Yasin. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna matunziru man tabazikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashirhu bima hasrati wa ajrin karim. Kwamba hakika wewe kuonya kwako kutamfaa anafuata ukumbusho, akamcha Mwenyezi Mungu kwa hai. Hai ni kukiamini kitu bila kuwepo. Basi mbashirie msamaha wa dhambi na makosa yake hapa duniani na ujira mwema ambao ni pepo ya Mwenyezi Mungu. Na sisi wa Kristo ndio tunachokitafuta. Hatafuti kingine. Kumcha Mungu, tupate msamaha wa dhambi, tuilisi pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunahitaji kitu gani? Ndio maana nasema ukikuta Wakristo Waislamu watu wanabishana hawaelewi. Hiyo ni aya iko ndani ya Qur'ani tukufu, na matunzuru matabazikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashiru bima hasrati wa ajrin karim. Kwamba kuonya kwako kutamfaa anafuata ukumbusho. Ukumbusho kwa Waislamu ni nini? Ni Qur'ani tukufu. Ndio ukumbusho. Qur'ani ambayo imebeba nini? Taurati ya Musa, Zaburi ya Daudi, Injili ya Isa bin Maryam, ndipo ndio Yesu Kristo, na Furqani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe haya hiyo inanifaa na nini? Ananiambia nikifuata hiyo basi na nikamta Mwenyezi Mungu, nina nafasi nzuri ya kusamehewa dhambi na makosa yangu hapa duniani na kuirithi pepo ya Mwenyezi Mungu. Na wote ndio tunachokitafuta. Na kwa hiyo mimi siko katika kumpinga Sheikh hata siku moja. Sheikh alitoa maoni yake, ni dhana yake nzuri, hana ovu lolote wala baya alilolitenda. Mimi sione kosa lolote. Yale yalosemwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya Mungu, ni wakati huo, na aliongozwa na Mtume, amepewa hekima na kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimshukie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maraisi, mawaziri, viongozi wote ambao ni wanawake duniani wanafanya kazi kwa kuelekezwa, kwa kuongozwa na kuwekewa baraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hakuna haja ya taharuki ya lolote, wala hakuna haja ya shida yoyote. Wanawake waendelee kuchukua fomu, wagombee urais, wagombee ubunge, wagombee udiwani, na waendelee kuteuliwa katika nafasi zote wanazoziweza, na waendelee kuongoza kama wanavyoongoza familia, wanavyoongoza taasisi na kadhalika, na hakuna shaka ya lolote lile. Dokta, unadhani ni kwa nini imepokelewa tofauti na baadhi ya watu? Tuseme watu wengi, tuseme baadhi ya watu wameipokea tofauti kwa kipindi hiki. Wanapokea tofauti kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi. Inapokuja kipindi cha uchaguzi, ikaja statement kama zile, watu ngoja kwanza. Candidate wetu sisi wa Chama cha Mapinduzi anayegombea Oktoba ni mwanamke, si ndio? Dr. Samia Suluhu Hassan. Si ndio? My best role model mimi Dennis. Sasa tena huyu anapoongea hivi na maana nini? Umeelewa? Ndio hiyo watu wanasema huyu anataka kutueleza nini? Lakini nataka kuambia shehe hana nia yoyote ovu hata kidogo. Ana ni mtu kwanza tunamfahamu.
ni mtu, is an excellent guy, au sio? Ni mtu mmoja mzuri sana, is just an excellent guy. Hakuwa na nia yote ovu. Ukimwangalia body language na alichokuwa kikizungumza, alikuwa anajaribu kufafanua kwa maoni yake yeye mwenyewe, au sio? Na kwa msingi huo watu wameipokea kwa mjibu wa swali lako, wanaona hii inaweza ikaja ikaleta nini? Kwa sababu kwa mwaka huu wa uchaguzi 2025 kila unalolitamka linapimwa kwa uchaguzi. Kila unalolifanya watu wanakupima kwa uchaguzi. Kila ukifanya hivyo wanakupima kwa uchaguzi. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kinapelekwa, yaani ukiongea wanaipiga Oktoba Novemba uchaguzi. Ukiongea Oktoba Novemba uchaguzi. Kwa hiyo wakishaigiza ile ndio watu, lakini narudia, hawana haja watu ya kuwa na taharuki ya chochote kile. Sheikh aliongea vile, lakini kama nilivyosema, wanawake wanaweza, uwezo wanao na wameuonyesha, na mmoja ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wengine ambao wameshika nyadhifa nyingi nimeeleza hapa nchini na duniani kote. Na kwa msingi huo tunatakiwa kuwa na imani nao, na pale wanapopewa nafasi ya kutuongoza tushirikiane nao na tuwape ushirikiano, watusimamie, watuongoze, kwa sababu mamlaka za utawala zozote zile mtu anakuwa nazo, kama ni rais, kama ni waziri, ni rais wa mabunge duniani kama Tulia Ackson na wengine, anayewapa mamlaka zile ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwaunga mkono, kushirikiana nao na kuhakikisha kwamba wanatusaidia katika kusukuma magurudumu ya maendeleo duniani, Afrika na hata nchini Tanzania, ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi na kiutamaduni. Na mtazamaji, kwa ufafanuzi huu ambao tumeupata kutoka kwa Dr. Dennis Muchunguzi ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya AFREDA na mchambuzi wa masuala ya maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, kitaifa na kimataifa, sisi pengine hatumdai shehe, lakini pia hatumdai Dr. Dennis Muchunguzi kwa haya ambayo ameweza kutolea ufafanuzi zaidi kuhusiana na ile clip ambayo tutakuwekea hapa kwenye mahojiano yetu haya ambayo tumefanya na Dr. Mchunguzi, kisha utatuelewa ni nini ambacho Dr. alikuwa akikimaanisha. Kwa sasa tuishie hapa kwa leo. Dr. tunakushukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana kwa hilo, na kama kuna mwenye swali zaidi anaweza akanitafuta inbox 0717777222 na 0769888888. Hizo ni namba zangu na zina WhatsApp. Tunaweza tukajadili hili, lakini kama nilivyosema, hakuna haja ya shaka, yote tumeeleza vizuri. Sheikh hana tatizo, matamko ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yote huaga hayana matatizo. Qur'ani tukufu haina tatizo, ni kitabu best huku duniani. Qur'ani tukufu ni excellent book, excellent writings, si ndio? Na matamko ya Bwana Mtume na maisha yake sallallahu alaihi wasallam ni excellent. Sheikh hana tatizo, na wanaoongoza marais wetu, mawaziri wanawake na viongozi wote wanawake duniani, akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan, wako kwa kuwa wamewekwa na Mwenyezi Mungu, na kwa hiyo Mungu tunamwacha aitwe Mungu. Yale ni ya kwake na hawa ni wa kwake, na sisi wote ni wa kwake, na kwa hiyo wote tunatakiwa kuendelea kumsifu na kumwabudu na kumheshimu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tunazidi kusema kwamba mwacheni Mungu aitwe Mungu.